بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan ka hadlaynaa maanta u soo baxnay oo qorraxda u taagannahay proffesor abdiwahab sida maanta isku maqan yahay oo wax suuragal aanay ahayn ani waxaan nahay adeerkiis sida darteed abdiwahab yaa lagala dhuuma waa lala dhuuntay yaa laga qarinaya yaa laga qarinaya waa lala dhuuntay maanta ku afar baa lala dhuuntay oo duurku lagu hayaa yaa lala qarinayaa qofka laga qarinaya dowladda miyaa laga qarinayaa ma dadweynaha laga qarinayaa ma reer Kenya laga qarinayaa lama yaqaana waxa laga qarinayo waxaasna ku jira dowladda Kenya gudaheeda meel kale ma jiro waxa hayana dowladda Kenya waa dowladdeena gacanta ku haysa waxaan leenahay haddaanay mujtamaci reer wajir waxaanu leenahay in ninkaas si degdeg loo sii daayo. My name's Nurdin Abdi Khaylay. We are here assembled to protest against the extrajudicial arrest or extrajudicial abduction of our brother in broad daylight in the city center of Nairobi. It's very unfortunate for a law-abiding citizen who is doing about his business, who is moving around freely, to be abducted by unknown strangers. You could be very comfortable if people who have arrested or abducted him are known and can be traced. It's the obligation of the government of the day to protect the lives and properties of the citizens. It is enshrined in the Constitution. We are demanding justice for our brother. Justice delayed is justice denied. We all know. So our brother must either be produced in a court of law or released to his family so that at least they can reunite with him and get relieved from the trauma that we are experiencing. It's very unfortunate. Kenya, everybody is not safe now. If today it's Abdiwahab, tomorrow it can happen to me. It can happen to you. So we cannot remain silent when one of our brothers is suffering somewhere that we don't know. If we knew he is under arrest, if he is in cell, in police cell, we could have been comfortable and even visited him, paid a visit and taken him some food to him, some medicine, and at least interacted with him. But today we don't know where he is. We don't know his whereabouts. It's very unfortunate. People are in suspense. They are traumatized. So we are demanding, it's not a request, we are demanding and giving the government of Kenya an ultimatum of 48 hours for Abdiwahab to be produced in a court of law. Thank you very much. Mimi ni Nasir Bilal Ilmi, mkazi wa Wajia. Leo tumekutana hapa kwa sababu ya ndugu yetu Proffesor Sheikh Abdiwahab Samit ambaye alitekwa siku 4 iliyopita. Proffesor ni mtu anajulikana, mzaliwa wa Wajia, hasa mwenyeji wa hadhaadho. Sisi kama jamii na mandugu zake tumekutana hapa, tumehuzunishwa siku 4 iliyopita. Mpaka sasa hatuna habari yoyote kumhusu. Kwa hivyo tunauliza serikali yetu kuu ya Kenya. Abdiwahab ni msomi ambaye anajulikana, mwenye tajriba ya kuongea juu ya siasa ya Afrika, haswa Ethiopia na Somalia. Ni mwenyeji wa Kenya kabisa. Kwa hivyo tunauliza serikali ya Kenya kupitia Fred Matiang'i Kinoti, siku 4 jamaa hajulikani lipo. Na inatushangaza mpaka leo serikali haina uwezo ya kutuambia hata trace yake. Tunajua alikuwa na simu. Tunajua serikali ina uwezo ya kuchambua na kutafuta mahali aliko kama ndugu zake na wazazi wake. Tafadhali, tuko na huzuni nyingi, tunashindwa kulala. Hata tukipata maiti yake inatufurahisha, lakini kutokosa habari yake yoyote inatuhuzunisha. Tunaomba serikali ichukue jukumu yake. Abdiwahab ako na uwezo ya kufunza na kutoa habari juu ya kimataifa, na ni haki yake kutoa habari kama mwana Kenya mwingine, kwa sababu sheria ya Kenya inasema kila mtu ako na uhuru ya kusema na kuongea. Tunaomba serikali tukufu kwa muda mchache itupatie habari
ya Proffesor Abdiwahab.